japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaona tena tena tena. Kanisa inakulilia, familia inaomboleza, tena vita tumemaliza. Ungeniuliza singekubali mimi, mpendwa wangu nimwache aende, rafiki yangu hata imezima kwako ni sawa, ila nabaki peke yangu, nitafanyaje? kazi yako haina kosa, na kushukuru kwa yote mapenzi wangu nisaidie, naona umeniacha sana, umeniacha hili nimeumia sana, nakiri nakuita, japo nawaza nafarijika Bwana kwamba kunayo siku tutakutana naye, ile njema uloiweka pale kwa watu wanao. mbona umeniacha sana, katika hili nimeumia sana, nakiri peke yangu mimi siwezi. Litembee. Litembee, litembee. Usiachie. Aise, wanaume tokea kwa wala ambao tumeshahusika tayari, basi tunaweza kurudi kuketi kwenye kiti.
na wote ambao wameambatana na ndugu wa marehemu. Marehemu haya mawili ni kwa ajili yenu wapendwa. Staff members, viti ni hivi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Habari za asubuhi. Nipende kuwakaribisha wote kwa pamoja, watu wote ambao tumefikwa na uzoefu huu mgumu wa kupoteza rafiki yetu ambaye tulikuwa naye. Na kwa maana hiyo basi tutaanza rasmi ratiba yetu ambayo ipo kwa sasa. Na tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ratiba ambayo inafuata mbele yetu ni utambulisho. Na kwa maana hiyo basi nitamkaribisha mkuu wetu wa chuo, Mheshimiwa Daktari Johannes. Karibu sana kwa ajili ya kutufanyia utambulisho kwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nitachukua muda mfupi. Nitaanza na mimi mwenyewe. Naitwa Johannes Joas, ndiye mkuu wa chuo hiki, na nipo na watumishi wenzangu. Naomba watumishi wote wa Excellent tupunge mkono kwa haraka haraka. Punge mikono. Poleni sana wanafunzi wa darasa lake, classmates. Leo ndo utambulisho. Karibu MC. Tumsifu Yesu Kristo. Baada ya utambulisho huo kwa kifupi kabisa kutoka kwa mkuu wa chuo, tutapata neno kwa ufupi pia kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa serikali ya wanafunzi kwa sasa, Daktari Toha Shabani Abdallah. Karibu sana kwa ajili ya neno fupi. Tutaona kila na shukuru Mungu japo na machozi haya. Awali ya yote niwasalimu kwa salamu ya ungwana. Amani ya Mungu iwe nanyi. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu kiongozi wa familia ya mpendwa wetu Steven Wambura Mabamba, ndugu mkuu wa chuo cha Afya na Sayansi Shirikishi campus ya Dar es Salaam Dr. Johannes Joas, basi na kumsahau mkuu wa chuo wa campus ya Kibaha, wakuu wa idara na watumishi wote wa chuo cha Afya na Sayansi Shirikishi Excellent, ndugu viongozi wa dini kiongozwa na Chaplain Pastor Rajabu, viongozi wa vyama vya siasa ambao ni majirani zetu kiwakilishwa na mjumbe wa sekretarieti ya tawi. Sambamba na hilo, ndugu wanadarasa ambao tulikuwa rafiki wa karibu zaidi na marehemu, wanafunzi wote kiujumla wa chuo cha Afya na Sayansi Shirikishi Excellent, niwasalimu tena kwa salama ya ungwana. Amani ya Mungu iwe nanyi. Kiupekee nitangulize salamu za pole kutoka kwa wanafunzi wa chuo cha Afya na Sayansi Shirikishi kupitia serikali hii ya wanafunzi, kwa kutoa pole za dhati kwa familia, ndugu, jamaa na wapendwa wa ndugu yetu Steven Wambura Mabamba. Hakika ni majonzi makubwa yametukumba kama familia ya Excellent tuliokuwa tukiishi naye kwa upendo na mshikamano wa hali ya juu.
Hakika maisha yake yamekuwa ni funzo kubwa sana kwetu. Tulishirikiana naye katika shida na raha, katika nyakati zote alizozipitia kipindi cha uhai wake ndugu Steve Wambura Mabamba. Ni wazi kwamba maisha yake, mbali na changamoto zilizokuwa zikimkumba ndugu Steve, hakuwahi kuonesha dalili ya kukata tamaa. Na hakika katika hilo ametufundisha na ametupa funzo kubwa sana kama wanafunzi. Katika nyakati alizokuwa akizipitia ndugu Steve Wambura Mabamba, kwa changamoto alizokuwa akikabiliana nazo, moja ya somo na funzo kubwa alilotupatia ni kufocus na kuhakikisha tunajikita kuyafikia malengo yetu. Hakuwahi kuonesha hali ya kukata tamaa, lakini pia kudhoofika kwa hali ambazo changamoto zilizokuwa zikimkuta katika kipindi cha uhai wake, na hasa katika kipindi cha masomo, kipindi tupo naye chuoni. Hali ambayo ni funzo kwetu alilotupa kuhakikisha kwamba hatukati tamaa licha ya changamoto au kadri ya changamoto yoyote inayomkuta mtu, ila alijaribu kupambana. Na tumekuwa mashuhuda kama wanafunzi ambao tulikuwa naye muda wa vipindi, baada ya kukabiliana na changamoto ya afya, lakini hakuwahi pia kukata tamaa. Zaidi hata kipindi cha mtihani, changamoto ilipokuwa ikimkumba, hakuonesha hali ya kuikubali mpaka pale aliposhindwa kabisa kufanya kitu chochote, ndipo alikubaliana na hali hiyo. Ndugu Steve Mabamba tangu amesajiliwa chuoni kwetu 2021 tumekuwa tukiishi naye. Ni muumini katika imani ya dini na Mungu, lakini pia alikuwa ni muumini kabisa wa nidhamu, maadili na tabia njema, ambaye katika kipindi chote hakuwahi kuingia kwenye kosa lolote la kinidhamu, lakini pia migogoro yoyote baina ya wanafunzi, lakini pia na watumishi wote wa chuo cha afya Excellent. Kuondoka kwa ndugu yetu Steve Mabamba si pigo tu kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki ambao walomzunguka, lakini pia ni pigo kwa chuo, kama alipokuwa ni mwanafunzi mwenzetu, rafiki yetu na ndugu yetu ambaye tuliishi naye kwa upendo. Si kwa hivyo tu, bali pia ni pigo kwa taifa kupitia Wizara ya Afya, ambapo muda mchache ujao alikuwa anakwenda kukamilisha mafunzo yake ya stashahada ya utabibu. Hii ni pigo pia kwa taifa kwa kuondokewa na mhudumu wa afya ambao kwa siku chache zijazo angethibitishwa na mamlaka kutumikia jamii na wananchi wa Tanzania. Lakini pia hapa chuoni tunakiri kwa dhati ya moyo, Steve Wambura Mabamba ni mtu ambaye haikuwahi hata siku moja kuingia migogoro na mtu yeyote kabisa. Ni mengi mazuri tutakumbuka kutoka kwa mpendwa wetu Steve Mabamba, kwani ni pengo kubwa ametuachia, lakini tutazidi kuiombea safari yake ya milele, Mungu akaiweke nafsi yake mahali pema peponi. Kabla kutamatisha, nitoe salamu kutoka kwa wanadarasa ambaye tumeishi naye kwa upendo mkubwa, hususan kwa kipindi hiki ambao tupo naye, lakini pia kwa niaba ambao waloanza nao tangu aliposajiliwa 2021, ambapo kama angeenda sambamba bila kuwa na changamoto, alitakiwa kuhitimu mwaka wa masomo uliopita wa mwaka 22 ya 23 24. Tunatambua, lakini pia tuwashukuru familia ndugu Steve Mabamba kukubali kutupatia fursa hii ya kushiriki ibada hii adhimu ya kuuaga mwili wa marehemu ambaye ni mpendwa wetu, kupitia chuo chetu na mkuu wetu wa chuo Dr. Johannes kukubali ombi tulilowasilisha kwenu ya kuweza kupata nafasi hii.
tunawashukuru kiupekee sana kwa sababu hii ni nafasi ambayo tumepewa ya kuweza kumuona Steve kwa mara ya mwisho kabisa, na sidhani kama tutapata nafasi ya kumuona tena, na hiyo ni wazi haitawezekana, zaidi tukitumainia kukutana naye baada ya maisha ya dunia. Nitamke kwamba pumzika kwa amani ndugu Steve Wambura Mabamba, hakika tutakukumbuka zaidi. Hatuwezi tukalaumu mpango wa Mungu kwa sababu kila nafsi itaonja mauti. Umetangulia ndugu Steve Mabamba, na sisi tupo nyuma yako, lakini kwetu sisi iwe ni funzo ya kuyatengeneza maisha yetu baada ya kuondoka hapa. Tuishi kwa amani na upendo, maisha ya dunia ni mafupi sana. Pumzi na afya njema zisitupe kiburi ya kusahau kwamba ipo siku pia tutaipita njia ambayo ametangulia ndugu yetu Steve Mabamba. Katika harakati na safari ya kuifikia ndoto yake ya tabibu, ghafla kiza kinene kinatamu, huzuni na majonzi ya kitamalaki, vilio vikisikika, machozi ya huzuni yakionekana. Kuondoka kwa Steve Mabamba. Pumzika kwa amani, pumzika kwa amani, pumzika kwa amani, na tunaomba Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Tutazidi kukuombea na tutazidi kuiombea familia, ndugu, jamaa na marafiki katika kipindi hiki kigumu. Mungu awatie moyo, awatie nguvu, lakini pindi pia mtakaposafiri, kwa niaba ya wanafunzi nitamke kwamba tunaomba Mungu aiongoze safari yenu mwanzo mpaka mwisho na mpaka wakati wa kumstiri ndugu Steve Mabamba katika nyumba yake ya milele. Tutaonana Mungu akipenda. Sisi wote ni waja wa Mwenyezi Mungu na kwake yeye tutarejea. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Pumzika kwa amani sana ndugu Steve Mabamba. Asanteni sana. Jamaa, wanafunzi pamoja na waombolezaji wote, poleni kwa msiba. Kwa ufupi, hii itakuwa ni historia fupi ya mwisho ya marehemu Stephen Wambura Mabamba hapa chuoni enzi za uhai wake. Tukianza na uhai, Stephen Wambura Mabamba alijiunga chuoni katika chuo chetu, chuo cha afya ya sayansi Excellent Dar es Salaam mnamo tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2021 na kusajiliwa rasmi katika kozi ya utabibu ngazi ya diploma, na baada ya hapa aliendelea kufanya vizuri katika masomo yake ya muhula wa kwanza, kisha baadaye muhula wa pili, japo wakati anaendelea alikuwa akipata matatizo mara kwa mara, na alipata matatizo mara kwa mara, akawa anapelekwa mara nyingi hospitali ya Benithia na kulazwa. Baadaye akipatiwa matibabu anaruhusiwa na kuendelea na masomo yake, na ambapo tatizo lake kubwa ilikuwa ni kupungukiwa na damu. Hivyo hii hali iliendelea huku ikiambatana na maumivu makali katika viungo vyake vya mwili kwa muda wa miaka miwili, ambapo mnamo mwezi wa 8 mwaka 2023 ndugu Stephen Mabamba hali yake ilizidi akiwa kwenye chumba cha mtihani wa mwisho wa kuingia kutoka mwaka wa pili kwenda mwaka wa 3. Alipambana, ila ilifika mahali alishindwa kuendelea. Hivyo hii hali ilimpelekea kukosa baadhi ya mitihani hii muhimu ya kuingia mwaka wa 3. Aidha, pamoja na hali hii ilimlazimu kurudia huu mwaka 2023-24 katika mitihani ya wizara. Hivyo alifanya na kuingia mwaka wa 3. Ndugu Stephen Mabamba baada ya kufanya mitihani yake 22-23 alifaulu vizuri mitihani yake na kuingia mwaka wa 3 tarehe 16 mwezi wa 10 mwaka 2024. Kwa hiyo alisajiliwa mwaka wa 3 kwa mwaka wa masomo 2024-25.
Hivyo alisajiliwa na kuendelea na masomo yake kwa mwaka wa 3 muhula wa kwanza, na alifanikia vile, pamoja na kuwa na mahudhurio yake, anakuja huko anaumwa, ila uwezo wake ulikuwa ni mkubwa sana. Alifaulu vizuri, na pamoja na kuwa amefaulu na kusajiliwa kuingia muhula wa pili ambao ulikuwa ni muhula wake wa mwisho, baada aliendelea kuumwa, anaenda hospitali na anatibiwa kidogo, anarudi. Na nakumbuka siku ya Alhamisi ambayo ilikuwa tarehe 8 mwezi wa 5, Alhamisi ya wiki hii, alikuja chuoni na kuna baadhi ya assignment ambazo alikuwa hajazikusanya. Kwa alichofanya, alizunguka akakusanya assignment zake zote, ila majira ya jioni bado hali yake ya kiafya haikuwa nzuri. Hivyo alipelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu na kulazwa. Umauti. Marehemu ndugu Steven Mabamba alipata umauti mnamo tarehe 10 mwezi wa 5 siku ya Jumamosi asubuhi katika hospitali ya kumbukizi ya Rabinithia. Maisha yake ya kiroho. Marehemu alikuwa akishirikiana kwa ukubwa katika matukio ya chuo, program za darasani kama discussion, ushauri na tathmini na kuthamini utu na mali za chuo. Aidha, marehemu ndugu Steven Mabamba alikuwa akiabudu katika chama cha TAFES hapa chuoni na kushiriki vyema shughuli za kiroho hadi umauti ulipomkuta. Upande wa shukrani, ni washukuru uongozi wa chuo na watumishi wote na walimu wake kwa kumwelewa na kumsaidia pale ambapo ilihitajika. Ni washukuru na upande wa ndugu, kiukweli walikuwa wakishirikiana nasi vizuri pale ambapo tulihitaji msaada. Vile vile ni shukuru kanda ya Mashariki, Dar es Salaam, wamekuwa wakitupa msaada mkubwa pale ambapo amekuwa akipata changamoto, bila kusahau madaktari wa hospitali ya Rabinithia. Kiukweli wamekuwa na wenyewe akitupatia msaada mkubwa. Madaktari pamoja na wauguzi wametusaidia mpaka pale ambapo umauti umemkuta. Kipekee kabisa ni washukuru wanafunzi wa darasa lake wa mwaka jana, mwaka wa 3 wa mwaka jana na mwaka wa 3 wa mwaka huu. Kiukweli nimeonyesha ukomavu kwa ushirikiano wenu. Kipekee kabisa ni washukuru wale marafiki zake wa karibu, Abu na Yoktan. Kiukweli imekuwa msaada mkubwa, sio kwake tu, hata kwa chuo. Katika maandiko ya Ufunuo 14:13 yanasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, nao wasema roho, wapate pumziko baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake libarikiwe. Amen. Nasema heri wafu wafao katika nini? Katika Bwana. Katika Bwana, kwa maana matendo yao yafuatana nao. That's a big question. Kuna maswali mengi pale, lakini mimi sitaki nigote hapo. Wakati nasikiliza historia ya Steve Mabamba, kwa kifupi tu unaweza kuona ya kwamba alikuwa ni kijana mwema. Alikuwa ni kijana mwema, lakini na kwa sababu ya hiyo wote tulioko hapa tunalia. Hata mimi nilipopata taarifa, naume kawaida huwa atulii, tunalia moyoni, ila wanawake huwa wanalia sababu ya misiba. Leo rafiki yetu amelala. Neno la Mungu linasema amelala.
Amelala kwa nini? Kwa sababu kuna tumaini la uzima. Vitabu vyote vitakatifu vinaamini ya kwamba baada ya dunia hii kutakuwa na dunia nyingine. Kwa maana kutakuwa na hukumu, watu watahukumiwa, lakini kutakuwa na dunia nyingine. Watu wanalia, wanaomboleza. Lakini nataka niwaambie, kwa sababu tunalia kwa sababu ya kifo, mimi nataka niwarudishe nyuma. Kwa nini tunakufa? Msalimia shikamoo. Mshika basi. Atoa. Hapa ndipo mwisho wangu wa kuishi pamoja, msihuzunike.